Mamlaka ya udhibiti na nishati na petroli nchini Kenya imetangaza bei mpya ya mafuta zitakazotumika kwa siku 30 zijazo. Leo ikiwa ni Jumatano, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza kwamba bei ya petroli ikoje katika nchi yako? Msikilizaji, tunaanza na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika siku ya leo kutoka kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba mamlaka ya udhibiti na nishati na petroli nchini Kenya imetangaza bei mpya za mafuta zitakazotumika kwa siku 30 zijazo. Kwa undani wa taarifa hizi tunaungana naye Martin Weren ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi nchini Kenya. Martin Weren, habari za Nairobi, Kenya? Nairobi kuzuri, hamna neno isipokuwa kuna tetesi hapa na pale kuhusu bei ya mafuta. Naam. Ni habari kubwa kabisa, na hilo ndio pengine tungetaka kufahamu kwa niaba ya msikilizaji wa Channel Africa. Inaelezwa kwamba mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPRA imeweza kutangaza bei mpya ya mafuta ambazo zitaanza kutumika kwa siku 30 zijazo kuanzia hivi sasa. Pengine taarifa hii imepokelewaje na habari hii ikoje kwa Wakenya? Taarifa hii imepokelewa kwa mshtuko wa juu na kwa manunguniko, haswa wananchi wa Kenya wengi ambao wanatumia usafiri wa hapa na pale, kwa sababu bei ya mafuta imeweza kupanda, na hii leo mapema bila kuchelewa wale wahusika ama wenye magari za abiria wameweza kupandisha nauli kwa bei ya juu zaidi, na hii sasa ni pigo kwa mwananchi wa kawaida na kwa mwananchi wote katika taifa la Kenya. Na tukiangalia sasa katika swala zima la uchumi na hali ilivyokuwa hivi sasa, unadhani inaenda kuathiri kwa kiasi gani au kwa kiwango kipi katika uchumi wa Kenya kwa hizi siku 30 kupanda kwa mafuta haya pamoja na nishati? Na mafuta katika taifa la Kenya ndio tunasema ni gurudumu la uchumi wa Kenya, kwa sababu kila kitu inatumia mafuta: usafiri, usafirishaji wa bidhaa, binadamu na kadhalika, yote inahitaji mafuta. Bei ya mafuta ikiweza kupanda, basi kila kitu inaweza kupanda, na pia kuna wanabiashara wale walaghai ambao wanachukulia wanateka advantage ya kitu kaa hii kupandisha. Wakisikia mafuta imepanda, wao wanapandisha kwa zaidi. Wakati mafuta yanashuka, huwezi kuona wanashukisha. Hii kidogo itaweza kuathiri uchumi wa Kenya katika mwezi huu unakuja, na sisemi mwezi tu, kwa sababu kabla iweze kushuka chini, basi Wakenya wataumia kwa asilimia fulani. Naam. Vyama vya wafanyabiashara na serikali kwa ujumla, je, imetoa wito wowote kuweza kuitisha au kuitaka serikali punguza kwa bei kwa hizi siku 30, kwa sababu zinakwenda kuathiri kila mfirishaji anahitaji mafuta, mnunuzi anahitaji mafuta. Hili likoje? Naam, hapo awali tuliweza kuona yule waziri wa fedha katika taifa la Kenya akiweza kupunguza ushuru, ile tunaita value added tax katika bidhaa ya mafuta kutoka 16% hadi 13%. Na hii kidogo bado mimi ningependa kumwomba kiongozi wa taifa ambaye kila mtu kelele inakwenda kwake, angeweza kwa mwezi mmoja tu kila mtu ama kila pande yote tuweze kuumia, serikali ikaweza kuzilorate ile value added tax ambayo sasa ni 13% hadi 0, itaweza kusaidia na kumkinga mwananchi dhidi ya bei ghali ya mafuta. Isipokuwa pia tuelewi vita ambavyo vinaendelea katika upande wa Gulf kidogo inazidi kuchangia mambo haya, na kama taifa tunafaa kuwa tunajipanga. Kuna ghala za mafuta za kutosha. Watu ukijua kwamba kuna janga fulani inakaribia ama inakondolea macho, basi unafaa kuwa na hifadhi ya kutosha. Kama ulivyoweza kuzungumza kwamba serikali zetu za Afrika zinapaswa kujipanga ili endapo kutotokea majanga ya hapa na pale kuwe kuna akiba ya kutosha. Tumeshuhudia vita hivi vimetokea takribani mwezi mmoja hivi sasa na wiki kadhaa, lakini tayari Afrika, haswa nchi za Afrika, tumeonekana kutetereka kwa kiwango kikubwa. Pengine wewe kama au mchambuzi wa masuala ya kisiasa, una lipi la kuambia viongozi wa Afrika juu ya hili?
Mwanzo, viongozi wa Afrika tunafaa kutoka katika usingizi ambazo tuko. Tunafaa kutoka na kujaribu kutafuta mbinu mbadala. Kwa sasa kuna vitu tunasema, kuna solar lighting, kuna magari za kutumia nguvu za umeme na kadhalika. Tusitegemee tu mafuta ndio kila kitu. Tukiweza kujaribu kufanya ubunifu wa kubadilika, kwa tuende tunasema full green, itakuwa swali zaidi. Walakini kama Afrika kidogo tuko nyuma. Mambo tunaweka zaidi ni siasa. Siasa imeweza kuteka bara la Afrika. Siasa, ukabila na mapigano ambazo hazifai. Tukiweza kupiga hatua na kukaa chonjo na kuangalia kwamba tunafaa kwenda sehemu fulani, tunafaa kupiga hatua fulani, basi tutaweza kutoka kwa huu maskini ambao unatukondolea macho. Kwa sababu vita hivi ambavyo havituhusu zimekuwa zikikuja na tumekuwa tukiyaona na tulikuwa tunatarajia kitu kama hiyo, lakini hamna yoyote ambaye amechukua jukumu kama taifa letu la Kenya. Baada ya wale viongozi wa mafuta kusikia kwamba kunakuwa na tetesi za vita, wameenda kufanya ulaghai na kujaribu kuagiza mafuta ambayo haifai, na kidogo rais akaweza kuwapiga kalamu. Tunaona kwamba viongozi ambao wanatekea mwananchi advantage wafai kuwa katika Afrika yetu. Naam. Martin Wereni, mimi ni kushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kuhusiana na sakata hili la nishati na petroli huko Nairobi nchini Kenya. Nikutakie siku njema. Asante. Na msikilizaji, umetoka kusikiliza ripoti hiyo kutoka kule nchini Kenya, ambapo mamlaka ya udhibiti na nishati na petroli ya nchini Kenya